Tukiangalia kisa cha wale mabwana watatu walioingia katika kahfi, tumeelezewa katika hadithi, watu watatu wameingia katika pango. Kwa bahati mbaya jiwe kubwa likaja likaziba mlango wa pango, ikawa hakuna namna ya kutoka. Kwa hivyo ina maana tabaki ndani, wafe na njaa na kiu. Wako mbali, hakuna hata anayewasikia sauti zao. Wakakubaliana, tutawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali njema ambazo kwamba tumewahi kuzifanya, ili Mwenyezi Mungu atutolee suluhisho, tutoke katika pango kama hii. Yule mmoja akatawassal kwa kuwafanyia wazazi wake wema, birrul walidain. Wa pili akatawassal katika kutekeleza amana. Watatu, na ndo mahallu shahid tunapopataka, amwambia, ya Rabbi, unajua kuwa kulikuwa na binti ammi yangu mzuri, nampenda, hakuna mwanamke nampenda kushinda yeye, na niliweza kumpata na hata kuweza kulifanya tendo baya na yeye, lakini nikainuka nikawacha kulifanya hilo kwa ajili yako ya Rabbi. Niliacha kwa ajili yako ya Rabbi. Ikiwa ya Rabbi unajua niliwacha kwa ajili yako, naomba ututolee suluhisho katika hali tuliko ndani yake. Lile jiwe likasonga, wakaweza kutoka. Kwa kuacha jambo ambalo kwamba halimridhishi Mola, jiwe lilifanya nini? Lilisonga, wakaweza kutoka. Swali linakuja hapa, mimi na wewe katika maisha yetu kuna mawe mangapi yametusimamia mbele yetu? Mambo utaona hayaendi, hakuna baraka katika riziki, uzito kila leo, majanga hayaishi. Yote haya ni mawe yapo katika maisha yetu. Sasa ili mawe haya yasonge kando, tuweze kuendelea na mwendo, lazima tuwache, lazima tuviwache vile ambavyo kwamba nafsi zetu zimefungana nazo.